Bwana Yesu asifiwe. Tutafasiri pamoja Isaya 53 mstari wa 5. Isaya 53 mstari wa 5 nasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nitarudia. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Natamani tuangalie mambo matatu katika mstari hii. La kwanza, alijeruhiwa. La pili, alichubuliwa. La tatu, adhabu ya amani yetu. Tunaanza na neno la kwanza linalosema kwenye mstari wa 5, nasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kujeruhiwa ni neno linalotokana na kujeruhi. Kujeruhi ni nini? Kujeruhi ni kusababisha madhara ya kimwili au uharibifu kwa mtu au kwa kitu. Na ukija kwenye neno kujeruhiwa ni kusababishiwa madhara ya kimwili au kusababishiwa uharibifu kwa mtu au kwa kitu. Kwa Yesu alisababishiwa madhara ya kimwili au alisababishiwa uharibifu wa kimwili ndani yake. Sasa unaposema kujeruhiwa, kuna kujeruhiwa kiroho na kuna kujeruhiwa kimwili. Kuna mtu anaweza kukujeruhi kimwili, kuna mtu anaweza kukujeruhi kiroho. Kwa Yesu tunapozungumza alijeruhiwa kimwili. Kiroho alikuwa yuko salama, lakini kimwili Yesu alijeruhiwa. Lakini alijeruhiwa ni kwa sababu ya makosa yangu, uzao wangu, familia yangu, ndugu zangu, ukoo wangu. Alijeruhiwa kwa makosa ya nchi, alijeruhiwa kwa makosa ya mtu mmoja mmoja. Na kwa nini anasema alijeruhiwa kwa makosa yetu? Kwanza tulitenda dhambi. Tulipotenda dhambi wote tukawa tumetoka kwenye utukufu wa Mungu na tukaondoka katika kusudi la Mungu. Lakini sasa Yesu alipokuja ilibidi ajeruhiwe, asababishiwe madhara kwenye mwili ambayo yalipaswa nipewe mimi. Yalipaswa nisababishiwe mimi, lakini ikabidi Yesu mwenyewe asababishiwe yeye hayo madhara. Na nikumbuka neno moja nimekwambia, unaweza ukajeruhiwa kiroho na unaweza ukajeruhiwa kimwili. Hivi vitu viwili vyote vinaleta majeraha. Kuna majeraha ya kiroho, kuna majeraha ya kimwili ambayo mwanadamu na yeye pia hukutana nayo. Lakini Yesu alikutana na majeraha ya kimwili ambayo yalikuwa yamebeba makosa yetu, akayabeba Yesu mwenyewe. Na unapokuja kuliona neno la pili linasema alichubuliwa. Alichubuliwa nini? Anasema kuchubuliwa ni neno linalotokana na kuchubua au kuchuna. Kuchubua maana yake ni kuondoa baadhi ya ngozi au baadhi ya sehemu ya ngozi katika mwili, au kuondoa uhalisia wa mwanzo na kuweka uhalisia mpya. Mfano, mtu tunaposema amejichubua, maana yake ameondoa uhalisia wa mwanzo na akaweka uhalisia mpya. Sasa tunapokuja kusema kwa Yesu alichubuliwa, maana yake ni kuondolewa. Aliondolewa baadhi ya ngozi au baadhi ya sehemu ya ngozi katika mwili wake. Lakini haya yote aliondolewa ngozi yake kwa sababu ya maovu
yangu, kwa sababu ya uovu wa familia yangu, kwa sababu ya uovu wa watoto wangu, kwa sababu ya uovu wa ukoo wako, kwa sababu ya uovu wa kanisa lako. Yesu alichubuliwa, aliondolewa baadhi ya ngozi kwenye mwili wake. Na ni kweli kabisa, Yesu alipokuwa akipigwa mijeledi, hadi ngozi iliharibika, iliondoka, na uhalisia wake ukabadilika, ngozi yake ikaharibika, kwa alikawa amechubuliwa. Na viko vitu ambavyo vinipita kwa Yesu ili kuchubuliwa kwa uovu wetu, ili sisi tuondoke kwenye huo uovu. Ninakuwa nashangaa ninapoona mtu anatenda uovu, ikiwa Yesu alichubuliwa kwa uovu huo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nikurudishe kidogo kwenye kujeruhiwa, kwamba kwenye kujeruhiwa kuna vitu viwili vinavyojeruhi mwanadamu katika kiroho, katika kimwili. Kuna maneno yanaweza kukujeruhi. Kuna matendo, kutendewa kitu kinaweza kukujeruhi. Hajasema neno, hajazungumza chochote kile kwako, lakini akatenda kitu kwako kikakujeruhi. Kwa kuna maneno yanaweza kukujeruhi, kuna tendo linaweza kukujeruhi, au kutendewa kitu ambacho ni kibaya kinaweza kukujeruhi. Sasa chunga kujeruhi moyo wako. Utakapo ujeruhi, utakuwa umejiumiza na umejiingiza kwenye hatari kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno lingine hapa tunaliona, anasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Adhabu ya amani. Adhabu ya amani. Adhabu ya amani maana yake nini? Adhabu ya amani maana yake ni ile adhabu inayoleta matumaini mapya. Kwa adhabu ya matumaini mapya ilikuwa juu yake, ambayo ni adhabu ya amani yetu, ya matumaini yetu ilikuwa juu yake. Kwa Yesu alipita kwenye kujeruhiwa, kuchubuliwa, kwenye adhabu. Adhabu hizo zote zilikuwa ni adhabu za amani. Kwa nini amani? Zilikuwa zinalenga kuleta ukombozi wa mwanadamu. Zilikuwa zinalenga kuleta huisho wa mwanadamu. Zilikuwa zinalenga kuleta upatanisho wa mwanadamu. Zilikuwa zinalenga kuleta suluhisho la maisha ya mwanadamu. Zilikuwa zinalenga kuleta kuinuliwa kwa mwanadamu. Tena anayesema Yesu ni Bwana, lazima kuna adhabu ya amani yetu ambayo Yesu alichukua. Ndio maana kamalizia akasema, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Manake tulikuwa wagonjwa, Yesu alipokuwa anapigwa tunapona. Yesu alipokuwa anajeruhiwa tunapona. Yesu alipokuwa anachubuliwa tunapona. Kwa kwenye ule ugonjwa wa dhambi iliyokuwa imepatikana kutokana na Adamu wa kwanza, tukawa tumepona. Kwa hakuna anaishi katika dhambi ikiwa yuko amemwamini Yesu na kusema Yesu ni Bwana na mkombozi wa maisha yake. Ukisha sema hicho, umepona kutoka katika hali ya dhambi na mauti na uovu, utakuwa umeingia uzimani. Kumbuka nikukumbushe neno moja kwenye Biblia, inasema uzima wa milele ni huu, wakujue wewe Mungu na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa ukishamjua Mungu, ukamjua na Yesu aliyetumwa, tayari unao uzima wa milele. Kwa umetoka kwenye ugonjwa wa dhambi. Dhambi ni kama ugonjwa alionao mtu na anaishi nao, na utafika hatua huo ugonjwa utamuua kama magonjwa mengine. Yesu akubariki na akutunze pia, na kutakia amani ya Kristo. Nataka nikuombee. Bwana Yesu, wewe ni mwema, mtakatifu wa Israeli, muumba wa mbingu na nchi, unayeketi katika kiti cha enzi.
Msaidie kuishi na kulitendea kazi neno lako. Tunaona mambo makubwa uliokuja kuyatenda. Wakati mwingine tunaona kwenye mstari hii kwamba ulijeruhiwa kwa makosa yetu, makosa ya familia yangu, makosa ya ukoo wangu, makosa ya watoto wangu, ulijeruhiwa nayo. Lakini ulichubuliwa kwa maovu yetu, maovu tuliyokuwa tukiyatenda yalikufanya Yesu chubuliwe. Lakini adhabu ya amani, adhabu iletayo tumaini ilikuwa juu yako, na ambayo uliileta juu ya maisha yetu. Ndio maana ukasema kwa kupigwa kwako tumeponywa. Tumeponywa kutoka kwenye dhambi, tumeponywa kutoka kwenye shida, raha na misiba. Bwana Yesu, tuwezeshe kukaa katika hali ya kupona na kuwa hai tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uishi pamoja nasi, utembee pamoja nasi, utembee pamoja na watoto wako wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.